Karibu. Hatuna haja ya karibu yako. Chamo karibu. Tena hapa tujaja kucheza wewe mwanangu. Kama ulijikopa hela unafikiria labda hela utakuja kuila unavyofikiria wewe. Hapa tumekuja kuchukua chetu. Au unadanganya ndugu yangu? Kwanza mimi nashindwa kuelewa mpaka sasa hivi. Huyu hapa ni nani? Huyu hapa ni nani? Na huu ulikuwa ni mwezi wa ngapi? Mwezi wa 6. Haya, uliandikaje hapa kwamba mimi nikikosa pesa nifanyeje? Uuze nyumba, si ndio? Hawa wanawake hawa wanaenda wanashirikiana na waume zao, hali ikiwa ngumu waende kujikopa hela, waende kutafuta misosi ili wapate chakula. Wameshaishiwa. Wewe kufanya biashara hela ikaandika hivi bila kutoa hela, nyinyi ni wajinga wanawake, nyinyi mtumia akili za kujiongeza bwana. Naomba mnivumilie. Mpigie dalali bwana, hii nyumba tuiuze bwana. Pigia dalali, hii nyumba inafanyaje? Inauzwa. Ngoja dalali. Huyu hapa dalali. Tu wiki moja tu nitakuwa nisharudisha pesa zenu. Kuna nyumba hapo inauzwa. Hao ni kina nani? Mume wangu nilienda kujikopesha mkopo bila kukuambia. Shata. Umefanyaje? Nilijikopesha bila kushirikisha. Nini? Mmetumwa? Na matatizo ya kijana. Mmetumwa Sasa leo ndio mtajua madhara mkopo na faida ya mkopo. Hii nyumba tumeshampigia dalali tutakuja kuiuza. Yaani kubwa. Huyo mwanamke ni kwamba alikuja kwenye ofisi zetu. Adai kwamba anataka mkopo. Anataka kufanya biashara. Na mkopo tukampa milioni 2. Tukamwambia dhamana iko wapi? Akatuambia dhamana. Na tena kabla hatujampa mkopo dhamana unayo. Katuambia kwamba mmeshindwa kunisikiliza sasa. Mimi siwasikilizi. Sasa mmeshindwa kutumia usalama. Alichotuambia amesema hana kuanza kuwa na kelele. Mwende mfuate dada kwanza. Hebu sikiliza. Haya nakuja dada. Mmeshindwa kutumia utaratibu. Hivi wakati mnamkopesha hela huyu mlinishirikisha mimi. Wewe unaweza ukaleta sheria zako. Naomba muende mlete hizo sheria zenu. Na tuchanganya tunauza nyumba. Sasa tumesimamiwa na sheria. Sasa mtu vya kijinga jinga hapa. Baada ya hili tatizo utakuja unieleze. Nani aliyekuruhusu kwenda kuchukua hela bila ruhusa yangu? Sikiliza unijui sawa, labda nikuulize. Naomba uniheshimu. Mama alinipigia hapa ni nyumbani kwangu, sawa? Nisikilize kwanza, nisikilize. Ndio shida yenu hapa ni nyumbani kwangu. Hapa kuna kitu ambacho unaweza kusema. Sisi kitu tuweza hapa soma ujao tunakuja kuchukua hela full stop. Sasa shemeji. Wewe kwako pesa. Jamani habari ya soma imani hata. Nilikuwa kichwani. dalali. Kama tulivyokuwa tumesema, nyumba ndio hii hapa. Sikiliza. Kama unavyoona, yote hii ni nyumba. Dalali. Sawa? Nisikilize mimi. Kama unavyoona, hapa ni nyumbani kwangu. Sawa. Sawa. Sasa jichanganye, uyakanyage, utayanywa. Wewe, hii kazi yangu. Sikia siku mimi nauza nyumba za watu. Yaani hii ndio kazi yangu. Wiki moja tu kaka. Hebu samahani kwanza, samahani. Shida ni nini mpaka imekuwa hivi? Bwana, unajua tatizo bwana? Huyu mwanamke huyu alikuja pale ofisini kwetu, sawa? Akachukua hela. Hapa kuna majina yake. Tukamuuliza, vipi umeolewa? Akasema mimi mume wangu amefariki. Sina mwanaume na mimi nahitaji nifanye biashara. Sasa tukaangalia haina namna. Sawa. Sasa naomba kwanza niwaulize. Japokuwa hii kazi ya kuuza nyumba ni yako. Yaani mimi waga hizi kazi nimesomea yani. Nina vyeti. Ila mimi naomba niwaulize kitu kimoja. Wakati mnaenda kumkopa huyu mama, mlizungumza na majirani ambao wanamzunguka hapa kwamba labda inawezekana kawa naongea uongo? Sasa unajua wakati mwingine bwana, ujibu niliyokuuliza. Sikia sasa. Mlizungumza na majirani wake ambao wanamzunguka hapa kujua kama alikuwa anaongea ukweli au anaongea uongo? Alafu hao mazungumzo sisi kwenye nani yetu ofisi yetu. Haya kuzungumza na majirani hayatuhusu kabisa. Sisi mtu anapokuja ofisini, bwana mimi nahitaji pesa, sisi tunampatia pesa ile mradi akisha. Sisi tuna katiba yetu. Sawa? Yeye amejikopa, amesema bwana mimi naweka nyumba yangu, hiyo pesa ikikosekana ndani ya mwezi mmoja mpaka sasa hivi miezi mitatu. Sawa, yani mimi kitu ambacho nimeuliza, nyinyi mmekuja hapa.
Mmekuja mmenipigia simu kwamba nije hapa niangalie nyumba nitafute mteja. Ndio. Sasa huyu ni nani? Baada ya kufika hapa sisi tumeshangaa. Tunafika hapa tunaongea na huyu mwanamke. Ingawa huyu mwanamke yeye alituambia kwamba mwanamume amefariki. Hapo huyu anasema kama eti sijui ni mume wake. Sisi tumeshangaa. Naomba utulie kijana. Tunapoteza muda. Tunapoteza muda. Sasa mimi kitu ambacho nakiomba ni kitu kimoja. Najua bwana wewe hii niseme kama ni mshangao. Huu ni mji wangu, unasikia? Halafu mimi nakuta watu wamevamia mji wangu na kuanza kuongea maneno ya ajabu. Muulize mkeo. Kwa kweli mimi niseme hivi. Nyumba zenye migogoro ya namna hii huwa siuzi. Kwa kweli wateja ninao lakini nyumba ya namna hii siuzi. Sawa. Sasa wewe ni dalali wa aina gani? Nashukuru sana. Ondoka. Nashukuru sana. Ondoka. Nyumba za namna hii. Haya bwana. Mbavu zangu kabisa nyinyi. Hela hakuna, mwanamke hakuna. Thubutu tena mrudi hapa mje muone. Jinga sana nyinyi. Halafu hivi wanaotoa mikopo hawajielewi. Yaani wajiongezi sio na kupigana mafao. Hivi naomba nikuulize rafiki yangu. Unawezaje kumpa hela mwanamke au mwanaume pasipo makubaliano ya familia? Si watu wapumbavu hawa. Walijua mwanamke akatoa wapi hela za kujenga nyumba kama hii? Na mimi ndio maana nimeshangaa. Rafiki yangu. Nashukuru sana. Nashukuru sana. Mimi tutaonana kwa wakati mwingine. Haina shida rafiki yangu. Mimi nitakutafuta kwenye simu. Haina shida. Haya, inshallah. Mke wangu, ingia ndani. Uje unieleze nani aliyekutuma uende kuchukua hela. Ingia ndani. Ba sana.